Naam, sodekta kabisa mtazamaji wa Mlimani TV popote pale ulipo, karibu sana katika ingwe hii ya majadiliano mafupi, ikiwa ni Oktoba mosi mwaka 2025. Tarehe 1 mwezi wa 10 ni siku ambayo ya kuadhimisha ama kilele cha siku ya wazee duniani kote. Kinapofika Oktoba mosi tunaadhimisha siku hiyo, na lengo kubwa ni kutambua mchango mzima wa wazee katika jamii yetu, lakini pia maendeleo, changamoto na namna ambavyo tunaweza kuzitatua. Hivyo kwa siku hii ya leo niko na wataalamu hapa masuala haya ya wazee, na nitakwenda kuzungumza nao mawili matatu ili tufahamu kinaga ubaga vitu ambavyo vinawakumba wazee na namna gani ambavyo tunaweza tukavitatua. Niko na Dr. Mkwawa Lawrence Manoko. Huyu ni rasi wa handaki ya kilimo ya teknolojia ya chakula kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia nikiwa na Dr. Frank Manase, yeye akiwa ni raisi wa kongamano la tiba shufaa ama daktari bingwa wa maumivu. Tafadhali ambatana nasi kuanzia sasa hadi pale nitakapokuambia nimefika utuo. Karibuni sana. Asante. Karibuni sana, mjisikie mko nyumbani. Hapa ndo Mlimani, binafsi nimefurahi kuwaona. Asante. Tarehe 1 mwezi wa 10 tunaadhimisha siku ya wazee duniani kote kwa ujumla. Basi na shaka ni siku ambayo imewekwa kwa ajili ya kutambua mchango wa wazee, lakini pia tunafahamu kishafika umri fulani kuna changamoto nyingi ikiwemo za kiafya, lakini pia kundirika pia. Wakati mwingine sisi vijana huwa kama vile tunaona wazee washapitwa na wakati, kwa kuna changamoto nyingi sana. Kwa kwanza labda nikianza na Daktari Frank Manase, niko namna gani jamii yetu inatambua mchango wa wazee? Asante sana. Kwanza ningependa ni washukuru sana Mlimani TV kwa thamini na kuona kwamba ipo sababu ya ninyi kushiriki katika kuthamanisha maisha ya wazee. Hii siku ya tarehe 1 imewekwa kidunia, kitaifa, lakini tafsiri yake halisi ni tuifahamishe jamii kuhusiana na changamoto ambazo wazee wanakumbana nazo. Lakini kubwa kuliko yote, sisi ambao tumekuwa mstari wa mbele kuwa mabalozi wa wazee katika kusikia kilio chao cha mahitaji, basi ni vizuri tuseme yale ambayo huwa tunayaona, lakini pale ambapo tutahitaji msaada, basi tutaomba jamii tusaidie. Kwa hiyo kwa kifupi, nafikiri utakuwa ni shahidi. Unaweza ukakuta familia ina watoto 7, lakini wana baba yao mmoja, lakini ukakuta yule baba nyumba yake inavuja maji, lakini ukakuta anakosa chakula, ukakuta anaumwa, kidonda kinatoa usaha, lakini mtoto wake ni manager, mtoto wake yuko anafanya biashara na kiwanda. Ni tatizo ambalo lipo, naweza nikasema linatokana na malezi ya kutoheshimu na kujali wazee. Lakini pia sio tu katika level ya familia, tunakwenda katika jamii. Unaweza ukawa kwenye kituo cha basi, mzee amesimama, mtoto amekaa. Lakini na tuweke sawa hapo, labda tunapozungumza wazee na watoto, unazungumza kwa vizuri sana. Wazee ili tukuseme kwamba wewe ni mzee, inabidi uwe na umri kuanzia miaka mingapi? Kwa kimahesabu unatakiwa na miaka 60 na kuendelea. Huyo ndo mzee. Na kimahesabu. Lakini pia kisayansi, uzee maana yake kuna baadhi ya vitu katika mwili vinapoteza ufanisi wa kazi. Kwa hiyo kibiolojia maana yake unapungua uwezo wa uoni, unapungua uwezo wa kufikiri, uwezo wa kula chakula, uimara wa mifupa. Kwa hiyo kumbe mtu anaweza akawa na miaka 40 lakini akawa mzee kibiolojia. Kwa hiyo kwa mfano leo tuseme, kwa sababu hatuko uwanjani, lakini ningeweza nikakupima wewe. Kwa sababu tunacho kipimo cha kupima kuangalia saa yako imefika wapi, kwa maana ya kwamba uko kwenye, unaweza kuwa na miaka 40 lakini mwili wako unasoma miaka 62 au 65. Na hii inatokana na nini? Tufanye siku nyingine hilo, lakini inatokana tu na haya mambo ambayo nitakuzungumzishia sasa hivi. Kwamba uzee ulio bora ni uzee wenye afya. Na ili uwe na uzee wenye afya, kuna vitu vya msingi vya kuangalia.
cha kwanza ambacho mimi napenda kukizungumza ni afya ya mifupa, ambapo watu wengi hawasemi. Lakini ukiangalia idadi ya wazee wote wanaofariki kwa magonjwa yoyote yale, zaidi ya kati ya wazee 10, zaidi ya wazee 7 na 8 wanakuwa wana tukio la kuanguka, yani alianguka. Kwa katika kuanguka mfupa ukavunjika au ukapata fracture. Kwa hiyo vinavyochangia sana afya ya wazee kudorora na kushuka chini ni kuvunjika. Sasa hivi vinatokea sana, na vinatokea kwa sababu wazee wanaachwa wenyewe, wanakuwa bafuni, wanakuwa peke yao chumbani, wanakuwa wanatembea peke yao, haoni lakini anatembea kwenye giza, nyumba hazijajengwa katika mazingira ambayo ni rafiki. Kwa hiyo vitendo vya kuanguka ni vingi sana, lakini haviangaliwi. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya uzee ulio bora, ni pamoja na kuzuia vitu vinavyoweza kuzuilika. Kwa hiyo cha kwanza kabisa hapo utakachokiongelea ni chakula, kwa sababu afya ya mifupa ni chakula. Na mifupa ya mzee haitengenezwi akiwa mzee, inatengenezwa akiwa kijana. Lakini pia pamoja na kwamba ana mifupa imara, lazima uilinde asianguke. Kwa hiyo sasa kwenye kutunza mzee na kumwangalia ili uzuie asianguke, lazima umweleze kwamba ikifika saa 12 awe amekaa chumbani ametulia, asitembee barabarani. Lakini pia umuonyeshe aina ya vyakula vya kula. Lakini pia umsaidie kuwa anapima afya ya macho mara kwa mara. Lakini kumuhimiza pia avae viatu, asitembee na ndala, kwa sababu ndala anaweza akateleza. Hiyo ni hatua tu ya kwanza na nyepesi. Lakini pia inapokuja kwenye chakula, kuna changamoto nyingi ya upatikanaji wa chakula kilicho sawa. Kwa sababu mara nyingi unaweza ukazunguka katika mtaa mzima, kuanzia nyumbani hawajapika, lakini ukazunguka, siku hizi watu wako busy sana. Kwa hiyo unachokutana nacho zaidi ni chipsi na wali, vitu ambavyo ni adui mkubwa sana kwenye afya, kwa sababu vinaleta vitu ambavyo kwa mtu ambaye anakaa muda mrefu, hasa kundi la wazee, ni changamoto kubwa. Kwa hiyo siku ya leo nilitamani sana tuielimishe jamii, kwa sababu watu wengi wanawacha wazee kwa sababu wanaona ni mzigo, wanaona kwamba hawawezi kukaa nao, lakini kiuhalisia hawana nyenzo na ufahamu jinsi ya kukaa na wazee. Sawa, kabla hatujaingia kwenye hizo nyenzo, kwenye baadhi ya nchi kwa wenzetu huko mabara tofauti na kwetu hapa, nimeona wana tamaduni ama wana desturi kwamba wazee wanawakusanya na wanakuwa na sehemu yao maalum ya kulelewa na wanawekewa kule wataalam. Nadhani hii inaweza pia ikawa ni njia kwetu sisi tukaitumia. Hapana, sidhani kama ni njia, kwa sababu hilo ni kwa ajili yao. Mimi kwa uchunguzi na uzoefu wa kukaa na wazee zaidi ya miaka 10, kwa taratibu zetu inaonekana wazee wanapenda kukaa nyumbani. Hata hao nchi za nje huwa wanalalamika sana kwa sababu ya ugonjwa ambao ndio nitamani niseme ndio ugonjwa mkubwa, unaitwa upweke. Upweke, wazee wengi wanakuwa na upweke kwa sababu yale mazingira na maisha waliokuwa wameyazoea ghafla yanaondoka. Na upweke unaweza ukaanza kwenye familia. Hapa tunazungumzia familia ya baba na mama na watoto. Kwa hiyo ghafla mama anaweza akaondokewa na mwenzi wake, au baba akaondokewa na mwenzi wake, au watoto wakaenda mbali. Kwa hiyo yule baba akabakia mwenyewe. Tayari upweke ule unaingia. Upweke unavyoingia, unaweza usione kama ni ugonjwa. Na ndio maana nataka sasa nikueleze pia kwa nini tunafanya vitu vipya ambavyo tungetamani jamii fahamu kutibu vitu kama upweke. Kwa mfano mtu mwenye upweke, nataka nikupe mfano. Labda ghafla familia uliokuwa nayo ya watoto 4 ulikuwa unaona nao kwa wiki mara moja, sasa huonani nao kwa mwezi, kwa mwaka. Kwa hiyo kuna mambo unaweza ukajisikia kwamba ukasikia kwamba hauko salama. Unaweza ukajisikia kwamba saa yoyote unaweza ukapoteza maisha. Huo nimetoa ni upweke wa kwenye familia. Lakini upo upweke wa aina ya pili kwenye jamii. Kwa mfano, wewe unaenda msikitini kila siku, unaenda kanisani kila siku, unatembea, unaenda unaimba kwaya, unafurahi, ila hujajua thamani ya wale watu unaoimba nao na wale unaokaa nao. Ila sasa siku utakapokuwa umeanguka, huwezi kutembea, au kwa sababu tu ya umri sasa huwezi kutoka nje, maana yake huwezi kwenda tena msikitini, huwezi kwenda kanisani. Kwa hiyo unapoteza lile kundi ambalo ulikuwa umezoeana nalo.
ndio tafsiri ya upweke. Sasa pale huwa kuna magonjwa yanaibuka. Kwa mfano, shinikizo la damu linaweza likapanda, kisukari kinaweza kikaja, lakini pia uwezo wa kumbukumbu na uwezo wa ubongo kufanya kazi unapungua. Kwa hiyo upweke unaweza ukaibua magonjwa. Sasa katika kupungua uwezo wa usingizi, uwezo wa chakula, wale unaokaa nao wanaweza na wao wakaanza kuona unakuwa mzigo, kwa sababu kikombe cha uji ulichopewa kimoja, mwingine anakunywa kwa dakika 5, wewe unakunywa kwa nusu saa. Kwa hiyo mtu mwingine anaona nafuu kuacha aendelee na shughuli zake zingine, kumbe wewe ulikuwa unataka akae naye. Kwa hiyo leo tulitamani sana tuzungumze ili swala la upweke, na je, tiba yake ni Panado, tiba yake ni sindano? So doctor, sio huko. Na ndio ujumbe mkubwa katika siku hii tumekuandalia ili jamii ifahamu. Na naomba niende moja kwa moja tu nikwambie kwamba muziki ni tiba, muziki ni dawa, muziki unaweza ukatibu na kupunguza madhara yanayotokana na upweke. Na ni njia mojawapo tunaitumia sana katika kuboresha thamani ya maisha kwa wazee. Sasa hapo Daktari Frank, naomba utufafanulie muziki huu tunaofahamu sisi, kwa namna gani unaweza kuwa ni tiba? Ni huu kivipi unakuwa ni tiba? Kabla si ya kujibu nikupe mfano. Naam. Kama ulishawahi kuingia kwenye ukumbi wa sherehe wowote ule, ndio. Unaweza ukaona kuna muziki unapigwa lakini watu hawanyanyuki, wamekaa kimya. Wakapiga hata miziki 10, lakini kuna muziki mmoja ukapigwa ukashangaa watu wote wamenyanyuka. Sasa maana yake kumbe muziki una mawasiliano na ubongo. Haimaanishi wale watu walikuwa wasikilize ule muziki wa awali, lakini ile eneo ambalo ule muziki uliopigwa uligusa sehemu ya ubongo, ambayo ile sehemu ya ubongo ni tofauti na ile nyingine, ndio maana wale watu wakaamka. Kwa hiyo kuna chembe fulani ya hormones zilizotolewa kwenye ubongo zikamfanya yule mtu avute hisia fulani kuhusiana na ule wimbo unaoimbwa au ule muziki, ndio maana akasimama. Lakini pia unaweza ukashangaa watu wamesimama wanacheza, lakini kuna muziki ukapigwa endelea kucheza, lakini ukapigwa muziki fulani ukashangaa wote wamekaa wametulia. Kwa hiyo kumbe muziki pia unaweza ukawa ni unasababisha maumivu, unaleta hisia mbaya. Kwa si nyakati zote. Sasa nafikiri unaanza kunielewa. Lakini pia wakati huo nikupe mfano mwingine, unaweza muziki ukapigwa alafu ukaona watu wanaimba. Yaani mtu anaanza kuimba, ananyanyuka kabisa anaanza kuimba. Kwa hiyo kumbe muziki una mawasiliano. Kwa hiyo cha kwanza ambacho nitaka nikuthibitishie, kuna sayansi ambayo inahusiana na muziki na jinsi ubongo unavyofanya kazi. Lakini cha pili, kumbe zipo nyakati ambapo wewe unapokuwa mpweke sasa, yani kwamba unahisi uko peke yako, umeachwa na watu wa kanisani, umeachwa na familia. Kwa hiyo muziki unapoimba uliochaguliwa, muziki ulio sahihi, maana yake na wewe unaweza ukaanza kuimba. Tafsiri yake wewe umekaa na mtu mwingine unazungumza naye. Lakini pia unaweza ukawa unafikiria kitu ambacho kilitokea miaka ya nyuma. Kwa hiyo kwa jinsi ile muziki unakuwa kwako ni rafiki ambaye unazungumza naye. Sasa usipojua jinsi ya kuutumia hautakusaidia. Kwa hiyo ndio sasa tunasema kumbe kwa mantiki hiyo, muziki ukifundishwa kwa mazingira sahihi na ukatumika kisahihi, kumbe badala ya kulalamika kukosa usingizi, kulazimika kunywa dawa za usingizi, kumbe muziki unaweza ukaandikwa hospitalini. Na ndio maana sasa moja ya tukio kubwa tuliloliandaa kupitia hii siku ya wazee duniani na maadhimisho ya wiki 2, tumeandaa semina au kozi maalum. Na hii kozi inalenga kuwafundisha watu hii dhima ya muziki, wafahamu hivi inahusiana vipi, muziki wa aina gani, wakati gani, magonjwa gani. Kwa hiyo tumeandaa semina ambayo tutawafundisha watu siku ya tarehe 7 na tarehe 8 kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kushirikiana na taasisi yetu ya Palliative Care pale Chuo Kikuu cha Cairo. Tutawafundisha. Lakini jambo zuri kuliko yote, tuna wataalamu ambao wao wamebobea kwa muda mrefu sana kwenye eneo la
tiba ya muziki, na hawa wanatoka nchi za Uingereza, Marekani pamoja na India, wanakuja kujumuika na sisi. Kwa hiyo kikubwa ni kwa wataalamu wa afya, lakini si wataalamu wa afya tu, kwa sababu kwenye haya maadhimisho ya siku ya wazee duniani pamoja na watu wenye magonjwa ya muda mrefu, kauli mbiu yetu ni kwamba pasiwepo na mtu anayeishi na maumivu yoyote yule, kwa jinsia, kwa umri. Sasa huwezi ukasema utatibu mtu asikae na maumivu kwa Panadol, kwa sababu Panadol zinapatikana hospitalini. Watu wote hawakai hospitalini muda wote, watu wengi wako majumbani. Kwa hiyo lazima papatikane njia ya kuwasaidia watu wakiwa majumbani, wakiwa kule sokoni, wakiwa kwenye familia. Kwa hiyo muziki ndio tunauleta kama tiba. Sasa unafanyaje kazi? Njoo kwenye semina. Ni mgeukie Daktari Manoko sasa hapa. Wewe ni rasi wa kitivo cha kilimo na teknolojia ya chakula pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na nimesikia hapa Daktari Manase amesema training hiyo itafanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa nini Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na labda ni watu aina gani wanahitajika kufika kwenye training hiyo? Kwa nini Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Yako mambo mawili. Jambo la kwanza, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwenye ndaki ya chakula na teknolojia ya chakula tunafundisha chakula kama dawa. Na kama umemsikiliza Dr. Manase vizuri, na kama ambavyo watu wote wanasema, mimi au wewe, miili yetu inajengwa na tunachokula. Na kama umemsikiliza vizuri pia ni kwamba ujenzi wa mifupa ambayo ni muhimu sana uzeeni, kufanyi uzeeni, unafanya sasa, unafanya ujanani. Kwa hiyo hili ni moja. Lakini jambo la pili ambalo linafanya sisi tuungane na taasisi ya Dr. Manase na wengine ni kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tuna idara ya music. Na ni idara ina walimu wanafundisha. Kwa hiyo jambo hili sisi kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam linatufanya tuingie katika tiba ambayo kwa kawaida hatufanyi. Kwa kawaida tunapiga muziki kujifurahisha, lakini hii innovation ya kutumia muziki kama dawa imetuleta kwenye huu muunganiko. Kwa hiyo ni mahali ambapo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ile idara ya music inaweza pia ikatoka iliko na kuanza kutoa mafundisho au masomo na kutoa watu ambao tumesema wamebobea katika healing music, tukapata watu ambao wataanza kutumia muziki kama tiba. Lakini pia kuwafundisha watu namna ya kula, nini chakula, kwa wakati gani, kwa umri gani, na kutegemea unafanya nini, ni jambo muhimu sana. Magonjwa mengi yasiyoambukiza, sababu kubwa moja ni umekula namna gani. Wazungu wanasema we are what we eat. Nadhani nimejibu swali. Na wanaotakiwa wanaotakiwa kusema kweli, kila mtu anakaribishwa. Sisi tungefurahi sana kama kila mtu angepata haya ambayo yatafundishwa, kwa sababu kama alivyosema daktari hapa, watu wengi hawakai hospitali muda mrefu. Unapelekwa hospitali, ukipata nafuu tunakurudisha nyumbani. Sasa ukiwa nyumbani, haya mambo ambayo tunafundisha ndio mambo ambayo unatakiwa ufanye ili uzee wako uwe uzee salama, uwe uzee wenye furaha. Ni shida sana uzeeni kwa sisi ambao tumeona wazee au tumekuwa wazee. Maisha ya upweke ni maisha magumu sana, na haijalishi kama una watoto au huna watoto, wanaweza kukuacha. Haijalishi kama una majirani au hauna majirani, wanaweza kukuacha. Lakini kama kitu cha kufanyika nyumbani kinajulikana, familia inaweza kuwa kitovu cha kuepusha au kupunguza sana matatizo ambayo yanatokana na uzee, ambayo yanasababishwa na kula vibaya au kutokupata starehe, kwa
kwa sababu kuna watu walikuwa wanakwenda kwenye kumbi za muziki, lakini umri utakuzuia. Kwa hiyo dawa ni vizuri ukiipata nyumbani. So Dakta, na Dr. Manase hapo awali kabisa alinigusia kwamba tarehe 7 na 8 ni training, lakini tarehe 7 jioni kuna sasa kumbe sisi ni wazalendo. Tumefikiri wataalamu wamekuja, tumefanya semina na kuwafundisha watu. Sasa tunataka kuwatibu jamii. Kwa hiyo tumefikiri sasa tuandae tukio maalum kwa ajili ya kuitibu jamii. Najua hata wewe utakuwa unajiuliza ni ugonjwa gani tunautibu kwa kutumia muziki. Kwa hiyo kwa kuanzia safari tumeamua tulenge makundi matatu na magonjwa matatu. Ugonjwa wa kwanza unaitwa upweke au loneliness, kama nilivyouelezea vizuri. Loneliness unaweza ukakuletea shida kubwa ya akili. Unaweza ukakufanya ushindwe kufanya kazi, ushindwe kwenda kazini. Kwa hiyo loneliness pale tu mtu yote anapojisikia hana hamu ya kutoka nje, hana hamu ya kula, hana haja ya kuchana nywele, hana haja ya kupiga mswaki, hana haja ya kunyoa ndevu, ndio dalili za upweke. Lakini sio tu hivyo, ukiona unazungumza mwenyewe, unaongea tu mwenyewe, basi ni dalili za awali. Sasa siku hii tulioiandaa ya tarehe 7 kuanzia saa 11 jioni tumekuandalia tiba ya upweke. Njoo. Lakini pia kundi la pili ambalo tunaliangalia ni kundi la wafanyakazi wa viwandani, kwenye mashine. Mara nyingi changamoto kubwa wanayoipata ni msongo wa kazi au stress related to work. Yaani kazi inaweza ikakupa. Kwa mfano unatakiwa ukamilishe ripoti 5 ndani ya siku moja, au siku unatakiwa usafiri au utoe au malize mtihani. Sasa huwa kwenye ubongo kuna vitu vinaingiliana, hizo zinaitwa stress. Kwa hiyo inaweza ikakupunguzia uwezo wa kufanya kazi, inaweza ikakupunguzia performance, unaweza ukapata makosa mengi kwenye kazi. Sasa tiba yake ni muziki. Kwa siku hiyo tumeweka kwa kuwalenga watu wa aina hiyo. Na kundi la tatu ni familia. Na kwenye familia hapa kuna migogoro mingi kwenye familia. Migogoro ipo mingi sana kati ya mama na baba. Baba hatimizi wajibu, mama hatimizi wajibu. Lakini pia watoto. Lakini pia kuna kutokuelewana kwa maana ya kutotumia muda wa pamoja. Kwa hiyo lengo kubwa la familia ni kujenga familia, tunaita family unification. Muziki unaweza ukarudisha ile hali. Kwa hiyo watu wanapoungana, familia inakuwa na afya, na familia ni chimbuko la afya. Kwa hiyo ndio mambo matatu tuliyolenga. Ni siku gani? Ni tarehe 7 mwezi wa 10 saa 11. Lakini pia ili uweze kuingia lazima kuna vigezo, lazima ujisajili, lazima ujiandikishe, kwa sababu tunataka watu ambao kweli tutawahudumia na wakitoka waseme kweli tumetibiwa. Na hizo taratibu na vigezo vya kujiandikisha, tuna namba moja tu. Ukipiga namba ifuatayo itapokelewa, na ukishapokelewa utapewa maelekezo. Namba yenyewe ni 0714 510 195, 0714 510 195. Lakini pia usajili na tiketi zinapatikana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, katika hicho kitivo cha kilimo pamoja na chakula. Lakini pia katika hospitali ya Kairuki pale tiketi zinapatikana. Kwa yoyote yule ambaye anatamani kufika, karibuni sana. Labda niseme kitu kimoja. Leo nafikiri kwenye magazeti ya leo kuna mama mmoja na mtoto wake wa kiume wamehukumiwa kifo kwa sababu walishiriki kumuua binti wa huyo mama. Yaani mama na mtoto wake wa kiume wameua binti kwenye familia moja. Yes. Kwa hiyo ni vizuri kuona kwamba tatizo si dogo, ni kubwa, na kwa sababu haliwezi tu kutibiwa na dawa. Na of course maelezo mengi sasa hivi ambayo tunayasikia ni tatizo la akili limekuwa jambo gumu. Lakini kumbe lingelikuwa jambo ni rahisi kushughulikia jambo hili kwa kutumia muziki.
Na mtazamaji wa Mlimani TV, na tumai umepata mambo mengi mazuri kweli kweli ambayo pia ulikuwa ufahamu. Binafsi nilikuwa sifahamu kama muziki ni tiba, lakini kupitia darasa hili nimefahamu, na niwashukuru sana kwa kuja, lakini pia niwakaribishe tena. Nilikuwa na Daktari Mkwawa Mwanoko, lakini pia Daktari Frank Manase, tukizungumza masuala mazima ya wazee hapa. Naam daktari. Nitaka kukupa kidogo nyongeza ya mwisho kwa faida ya jamii. Naam. Huwa mara nyingi maadhimisho haya ya siku ya wazee duniani huwa tunapenda tuwe na ubunifu ambao tunawapa jamii kama nyenzo ambayo wataitumia kwa kipindi cha mwaka mzima mpaka tutakapokutana tena tarehe moja mwakani. Sasa changamoto nyingi za wazee kama nilivyosema, sio kisukari, sio pressure, ni upweke. Kwa hiyo moja ya nyenzo ambazo ningependa nifundishe jamii leo na kuiachia kama faida ni kuwatumia wazee kwenye shughuli zao za kawaida nyumbani. Ziko shughuli nyingi, lakini leo nitakutajia moja. Kwanza, mpe mzee jukumu la kupanga ratiba ya chakula nyumbani kwako, na mpe nafasi ya kumsikiliza. Wiki hii tutakula nini? Apange ratiba, muiandike, muibandike na muifate. Hiyo ni njia ya kwanza ya kutibu upweke. Lakini jambo la pili, kama mnajua kabisa mna budget ya shilingi 100,000, chukua ile fedha, mpe, mwambie tunaomba utusaidie matumizi ya wiki hii. Kwa hiyo hata kama ile hela ni ya kwako, ukifika muda unataka kununua chumvi, nenda kamuombe, na chenchi kibaki mrudishie. Kwa hiyo utashangaa maisha yanakuwa mepesi. Lakini mwisho kabisa, labda nitoe mwaliko. Kama taasisi tumeandaa kitu kinaitwa mtoko wa wazee, yani mtoko wa afya wa wazee. Mwezi wa 9 katika maadhimisho tulifanya. Kwa hiyo tulichukua wazee tukawapeleka kwenye treni ya SGR, tukawapeleka Mikumi, wakafurahi, wakapiga picha na wanyama. Ule ni mtoko wa afya unaowaingizia mawazo chanya, wakarudi. Kwa hiyo tumefikiri jambo kama hili kupitia hii siku ya wazee tuliweke sasa wazi kwa jamii kama zawadi, kwamba kama ni baba yako, mama yako, shangazi unaye, basi mtoko wa afya unaofuatia utakuwa ni mwezi wa 10 tena, tarehe 17 na tarehe 18, siku 2. Si lazima awe ndugu yako, anaweza akawa ni rafiki, jamaa, jirani, au tu ukaamua kuwa msamaria mwema na ukamfanya huyu mtu aondokwe na upweke. Kwa hiyo kwa mwaka huu, hii ndio zawadi tumeipa jamii, kwamba mzee anaweza akamaliza mwaka mzima anakumbuka kupanda SGR, na ile ikamsaidia sana kumuondolea changamoto zinazoendana na upweke. Hayo ndio mambo matatu nitamani kuachia. Sawa, huyo ni Daktari Frank Manase, rais wa kongamano la tiba shufaa, lakini pia ni daktari bingwa wa maumivu, akimaliza hivyo. Nami sidhani kama nitakuwa na la ziada sana. Cha msingi ni kuambia tu wazee ni hazina, na hata wahenga walisema palipo wakubwa hapaharibiki neno. Mimi ni Ramadhani Mgwadu, asante kwa kutufuatilia, naendelea kusalia na Mlimani TV.